Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu, karibu mwami, karibu mumwoyo kwanje, karibu mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami, karibu baba mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje. Haleluya, wewe unastahili sifa na heshima Bwana, hakuna kama wewe. Unastahili kuabudiwa, unastahili
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So we celebrate God. Let's open our Bibles in Romans chapter number 12. Basi tufungue Biblia zetu kwa kitabu cha Warumi mlango wa 12. Romans chapter number 12. Warumi mlango wa 12. Verse number 1 and 2. Kuanzia kifungu cha kwanza na cha pili. Now I'm starting my minutes to speak the word. Nataka kuanza kunena neno la Mungu. Romans chapter number 12. Warumi mlango wa 12. Verse number 12. Verse number 1 and 2. Kifungu cha kwanza na cha pili. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. The Bible says, Biblia inasema, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, hali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mupate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. The topic of today, somo la leo, living a transformed life. Kuishi maisha ya kubadilika. Living a transformed life. Kuishi maisha ya kubadilika. Paul begins to address the church in Romans. Paulo anaanza na kunenea kanisa la Warumi. And he begins to address the church in Romans specifically to some particular people. Na anaanza kunenea kanisa hasa kwa watu fulani. The people that are belonging in the family of God. Watu ambao ni familia ya Mungu. He begins to write and says, I beseech you therefore. Anaanza na kusema ya kuwa ninawaomba tafadhalini. I beseech you therefore. Ninawaomba tafadhalini. In other words, he begins to make an appeal. Kile ambacho anaanza na kuomba, an urgent appeal, na maombi ya dharura. He begins to make an supplication. Anaanza na maombi. He begins to make it clear as a prayer. Na anaanza ionekane kama maombi. He begins to beg. Anawaomba the brothers, ndugu, in the family of God, kwa familia ya Mungu, by saying therefore, na kwa kusema tafadhalini ndugu, I beg you, ninawaomba, I beg you, ninawasihi, I beg you, ninawasihi, brethren, ndugu, by the mercies of God, kwa huruma zake, that you present your bodies as a living sacrifice. Mnitoe miili zenu kama dhabihu iliyo hai. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. I beseech you, ninawasihi, that you present your bodies to God as a living sacrifice. Itoweni miili zenu kwa Mungu kama dhabihu iliyo hai. In other words, kwa maneno mengine, in Paul's letter, kwa waraka wa Paulo, he was addressing his brothers, alikuwa anazungumzia ndugu zake, to present their mind, kutoa akili zao, to present their hearts, kutoa mioyo zao, to present their attitudes, kutoa nia zao, to present their emotions, kutoa mafikirio yao, to present everything within them, kutoa kila kitu ndani yao, as a living sacrifice. kama dhabihu iliyo hai.
in Romans? Kwa nini Paulo alikuwa anazungumzia kanisa la Warumi? And why was it specifically talking to brothers? Na ni kwa nini alikuwa anazungumzia wandugu? Because he knew that these brothers, Kwa maana alijua kuwa hao wandugu and in this case it's the brothers and sisters in faith, na ndugu na wadada pia they had received mercy from the Lord. walikuwa wamepata rehema kutoka kwa Bwana. Do you know that you have already received the mercies of God? Mnajua kuwa mmepata huruma za Bwana tayari. And so Paul was addressing the brothers Basi Paulo akawa anazungumzia wandugu by telling them, by the mercies of God, I beseech you, kwa kuambia kuwa kwa huruma zake Mungu ninawasihi, because you already have that mercy. kwa maana tayari mko na hizo huruma. And so I beseech you Basi ninawaomba to present your bodies to God kuwa toweni miili zenu kwa Mungu as a living sacrifice. kama dhabihu iliyo hai. We present our lives Toweni maisha yenu to God as a living sacrifice, kama dhabihu iliyo hai kwa Mungu, because a living sacrifice kwa maana dhabihu iliyo hai is difficult to give than a dead sacrifice. ni ngumu kuitoa. Can I say that again? Amen. A living sacrifice Dhabihu iliyo hai that Paul was talking about, ambao Paulo alikuwa ananena kuhusu it is very difficult to give ni vigumu sana kuitoa than a dead sacrifice. kama Sacrifice. dhabihu iliyokufa. Thank you very much. A living sacrifice. Dhabihu iliyo hai, What is a living sacrifice? dhabihu iliyo hai ni nini? A living sacrifice means, Dhabihu iliyo hai inamaanisha it means a lot to you. kuwa sio yako. If you are a living sacrifice to God, Kama wewe ni dhabihu iliyo hai kwa Mungu, or if you're giving a living sacrifice to God, kama unatoa dhabihu iliyo hai kwa Mungu, it speaks volume to your life. It speaks volume. inanena zaidi kwa maisha yako. It has power on it, Iko na nguvu juu yake, because it is difficult to give kwa maana ni vigumu kutoa a life thing. maisha. It is difficult. Ni vigumu. A living sacrifice means something to us, Dhabihu iliyo hai inamaanisha kitu kikubwa sana, but a dead sacrifice have no value. lakini dhabihu iliyokufa haina dhamana. When you are giving a dead sacrifice, it has no value. Dhabihu iliyokufa haina dhamana. When you are giving a sacrifice to God, Kama unatoa dhabihu kwa Mungu, it has to be a living sacrifice, inafaa ikuwa dhabihu iliyo hai, because a dead sacrifice kwa maana dhabihu iliyokufa has no value. haina dhamana, But a living sacrifice lakini dhabihu iliyo hai will cost you something. itakugharimu kitu. A living sacrifice Dhabihu iliyo hai will cost you something. itakugharimu kitu, A dead sacrifice will cost you nothing. lakini dhabihu iliyokufa haitakugharimu chochote. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. To walk with you Kutembea na wewe in the Old Testament, katika Agano la Kale, the children of Israel, wana wa Israeli they were notorious walikuwa wamezoea by bringing kwa kutoa blind and washed sacrifice. vipofu na dhabihu iliyo mbaya. The Bible says in Malachi chapter number 1 and verse number 8, Katika kitabu cha Malaki mlango wa kwanza kifungu cha 8, when you offer the blind as a sacrifice, unapotoa kipofu kama dhabihu, there is a question right there. kunalo swali mahali pale. When you offer the blind as a sacrifice, Unapotoa kipofu kama dhabihu, is it not evil? sio uovu huo? Turn to neighbor and ask your neighbor for me, when you offer a blind sacrifice, Amugeukia jirani yako muulize kwa ajili yangu, unapotoa dhabihu iliyo kipofu. if you are not talking to your neighbor, then you are a wicked person in the meeting. Kama hauneni na jirani mwenzako, basi wewe ni vile Biblia inasema. Ask your neighbor, if you are offering a blind sacrifice, Hebu muulize huyo umekaa naye, wakati watoa dhabihu iliyo kipofu, wewe is it not evil? hii sio uovu? Check in your Bible, it is there. Biblia yako Malaki 1:8 iko hapo. Malachi chapter 1 verse number 8. Check in your Bible. Hebu angalia Biblia yako Malaki mlango wa kwanza kifungu cha 8, imeandikwa Is it not evil? sio uovu huo.
offer it to your governor. Hebu itolee tu gavana wako. Can somebody shout hallelujah? Na mtu aseme haleluya. Offer it to who? Jaribu kuitolea na To who? To your governor. That's what my Bible says. Biblia yangu inasema ile mtu atolea huyo gavana wako. Offer it to the governor. Itolee tu gavana wako. Then he's asking a question. Na nauliza swali. Would he receive you kindly? Ataipokea kweli kwa uzuri? Even your governor, will your governor receive that blind sacrifice kindly? Hata mimi nitaipokea kwa uzuri kweli? Even Pastor Milan cannot receive it kindly. Nitakufukuza leo mbio. Your big brother here, Apostle, cannot receive it kindly. Hata apostle pia hawezi kuipokea. If I cannot receive it kindly, the governor cannot receive it kindly, the MCA cannot receive it kindly, why do you bring it in the house of God? Ikiwa mimi Milan siwezi kuipokea vizuri, Why do you bring it in the house of God? ni kwa nini uilete kwa Hallelujah. Hallelujah. Why do you bring a dead sacrifice in the house of God? Kwa nini ulete dhabihu iliyokufa ndani ya nyumba ya Mungu? I have now given a worship to the Lord. This is a service acceptable. Is it acceptable to God or to even your legal cannot take it? Wala tunaileta itakubalika kwa Mungu. Itakubalika kwa Mungu hata kwako wewe. Hata kiguru wako hawezi You kuipokea. cannot take it. Hawezi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Living a transformed life. Kuishi maisha iliyobadilika. So even your governor cannot be pleased by it. Hata gavana wako hawezi kupendezwa nayo. And so why do you give? Basi unatoa kwa nini? It's a challenge today. Katika kanisa la leo. It is a challenge right now. Ni changamoto leo. Not only in this church, Sio kwa hili kanisa peke yake. but the places I've gone to preach. Hata sehemu nyingi nimeenda kuhubiri. Rather, what is happening in the modern church today? Nini inatendeka kwa mwili wa Kristo leo? People just give their life anyhowly. Watu wanatoa tu maisha yao shagala bagala. They don't care. Hawajali. They don't care at all. Hawajali kabisa. But listen to me. Lakini sikize. I beseech you. Ninawasihi. I beg you. Ninawaomba. I ask you. Ninawauliza. By the grace of God. Kwa neema ya Mungu. By the mercies of God. Kwa huruma za Mungu. Live a sacrifice to God, to the Lord. Towe kuishi maisha ya kutoa dhabihu kwa Mungu. Present your life to God as a living sacrifice. Toa maisha yako kwa Mungu kama dhabihu iliyo hai. Because your life is not your own. Kwa maana maisha yako sio yako. Don't just behave like your life is your own. Usiishi tu kama maisha hayo wewe ndio umeyabeba. Apostle Paul comes to a place Mtume Paulo anakuja sehemu that he says, it's not me that lives, ambapo anasema sio mimi ambaye ninaishi, but Christ lives in me. lakini Kristo anaishi ndani yangu. Who is living in you today? Ni nani anaishi ndani yako leo? If Jesus is living in you today, Je, Yesu anaishi ndani yako leo? you will live your life for him. Utaishi maisha yako You kwa will ajili yake. present your life to him. Utatoa maisha yako kwa You will ajili yake. commit everything to him. Utatoa kila kitu kwa ajili yake. Sio mimi ninaishi, Yesu anaishi nami. Sio mimi ninaishi, Yesu anaishi nami. If Jesus is living in you, Kama Yesu anaishi ndani yako, you will offer your life to God. utatoa maisha yako kwa Mungu. Glory to God. Utakuru kwa Mungu. The Bible says, Biblia inasema you offer your life to God, you present your bodies to God as a living sacrifice. toweni maisha yenu kwa Mungu kama dhabihu iliyo hai, Holy, takatifu, acceptable to God, inayokubalika kwa Mungu, which is the reasonable service. ambayo ni ibada iliyokubalika
to God. Kwa maana itakuwa ibada inakubadilika kwa Mungu. Listen to me, child of God. Nisikiza mwana wa Mungu. Whatever thing you put value on Kile ambacho unaweka dhamana juu yake can become your God. kinaweza kuwa Mungu wako. Can I say that again? Naweza kurudia tena. Whatever thing you put value on Kile ambacho unaweka dhamana zaidi juu can yake become your God. kinaweza kufanyika kuwa Mungu wako. And if it is your God, Na kama ni Mungu wako, you will create time for it. utatengeneza wakati kwa ajili You yake. will spend time on it Utachukua wakati kwa ajili yake. because you want something good out of it. Kwa maana unataka kitu kizuri ndani yake. Listen to me. Nisikize. God is saying Mungu anasema it's about time ni wakati unaofaa that we need to live a transformed life. ambao tunafaa tuishi maisha ya kubadilika. And that we need to offer our life to God as an act of worship. Na tunafaa tutoe maisha yetu kwa Mungu kama njia ya mabudu. Our life must be presented to God Maisha yetu lazima ya kubadilika kwa Mungu in a holy manner. kwa njia takatifu. When you living a transformed life, Kama unaishi maisha ya kubadilika, you don't live the standards of this world. hauishi kulingana na viwango vya dunia hii. You don't live to the standards of this world. Hauishi kulingana na viwango vya dunia hii. You live a holy life. Unaishi maisha matakatifu. You don't just talk about holiness. Hauneni tu kuhusu utakatifu. It becomes part of your life. Inakuwa sehemu ya maisha yako. It becomes part of you. Inakuwa sehemu yako. Because when you live a holy life, Kwa maana unapoishi maisha when matakatifu, you please God, unapompendeza Mungu, your sacrifice, dhabihu yako, your life maisha yako will be accepted with God. itakubalika na Mungu. Child of God, Mwana wa Mungu, living a holy life, kuishi maisha matakatifu it is very good. ni vizuri. Building small groups in the house of God will not help you to be holy. Kutengeneza vikundi katika nyumba ya Mungu vitakusaidia kuwa mtakatifu. Building small wives in the house of God will not qualify you to enter into the kingdom of heaven. Kutengeneza vikundi kwa nyumba ya Mungu vitakusaidia kuingia mbinguni. But when you live a holy life, Lakini ukiishi maisha matakatifu, it will build your intimacy with God. itatengeneza uelewano wako na Mungu. It makes a difference to me Inaleta tofauti kwangu when I spend more time with God nikinena wakati mwingi na Mungu than people. kuliko na watu. It makes a difference to me Inaleta tofauti kwangu when I sit down and have a conversation with my father nikikaa chini na kuwa na mazungumzo na baba yangu than to have 1,000 people around me that will mess me up. kuliko kuwa na watu 1,000 ambao watanipoteza. Listen to me, child of God. Nisikize mwana wa Mungu. Holiness Utakatifu will give you an access utakufanya ukaribie into the presence of God. katika uwepo wa Mungu. It will build your life, Utajenga maisha your yako, spiritual life, maisha yako ya kiroho, your strength, nguvu your zako, stability. uwezo wako. Holiness Utakatifu will make you to be useful utakufanya uwe wa maana and effective na uwe wa muhimu for God's purpose in your life. kwa makusudi ya Mungu ndani ya maisha yako. Decide today to be holy. Amua leo kuwa mtakatifu. It is not an option. Sio jambo la kuchagua. Safaricom can be the better option. Safaricom inaweza kuwa sehemu nzuri ya kuchagua, But holiness is not an option. lakini utakatifu sio mambo ya kufikiria kuchagua. Holiness is a priority. Utakatifu ni jambo la lazima na la kwanza. Hallelujah. Haleluya. And the church was silent. Na kanisa likanyamaza, And the preacher man was preaching powerfully. na mhubiri akawa anahubiri kwa nguvu, And God was happy. na Mungu akawa na furaha. Hallelujah. Haleluya. Holiness. Utakatifu. Shout holiness. Sema utakatifu. Shout holiness. Sema utakatifu. It will make you to be useful. Utakufanya uwe wa muhimu. Nobody is useless. Hakuna mtu ambaye ni bure,
But if you're not living a holy life, you look useless. Lakini kama hauishi maisha matakatifu unaonekana mtu bure kabisa. If you're not living a holy life, Kama hauishi maisha matakatifu, when people are counted and you're not counted, you look useless. watu wanapohesabiwa na hawahesabiwi unakaa mtu bure. Choose Amua today leo to live kuishi a holy life. maisha matakatifu. Choose Amua today leo to live kuishi a transformed life. maisha ambayo ya kubadilika. Holiness Udhaifu will build your peace utajenga amani yako with God. na Mungu. When you are living a holy life, Unapoishi maisha you matakatifu have peace. una amani, You have peace. una amani. When people are crying, Watu wakilia, when people are moving up and down, watu wakienda juu chini, confused, wamechanganyikiwa. and you are living a holy life, Wewe unaishi maisha you matakatifu. know one thing, Unajua jambo moja, that there is another peace kuna amani nyingine that surpasses the human understanding. ambayo inapita kuelewa kwa mwanadamu. With that revelation, Na ufunuo you understand utaelewa, that when I live a holy life, ninapoishi maisha I matakatifu, know people will laugh at me. najua watu watanicheka. They will say, Watasema, kale ka wokovu, wokovu huo, kale ka kutendereza, kutendereza. Ule wa kutendereza sana. My grandmother could sing that song that whole day. nyanyamba kaimba huo wimbo siku nzima. My grandmother could sing that song to kutendereza. Nyanyamba kaimba wimbo huo kukutenderesha The whole day. siku nzima. And there is no day you will see my grandmother anywhere colliding with anybody, because the peace of God was with her life. Na haungemuona kama amepitana na mtu yeyote mahali, kwa maana amani ya Mungu ilikuwa juu ya maisha yake. And that was the only person I think I have seen in this world that the Bible says if somebody slaps in this hand, give the other hand. Na ndio huyo ndio I don't see mtu, that in her. na ndio mtu ambaye niliona maishani mwangu, ambaye Biblia inasema mtu akipiga ngoma upande huu geuka upande mwingine. Why? Because she raised a standard of holiness. Kwa maana aliinua kiwango cha utakatifu maishani mwake. Raise a standard today Inua kiwango leo and choose to be holy. na uamue kuwa mtakatifu. Raise a standard today Inua kiwango leo and choose to be holy. na uamue kuwa mtakatifu, Because that will give you peace. kwa maana hiyo itakupa amani. Holiness will please. Holiness pleases God Utakatifu na kupendeza Mungu and produces fruits. na huzaa matunda. Why is it that so many people in the house of God, Ni kwa nini watu wengi katika nyumba ya Mungu, so many people, they are not here. watu wengi hawasikii, They are not here. hawako hapa, Thank you. But so many people out there, lakini watu wengi kule Kayole. you hear someone. Thank you, Kayole. God bless you. Hallelujah. Haleluya! So many people hear the word of God. Watu wengi wanasikia neno la Mungu. They have been born again. You hear somebody give a testimony. Praise the Lord. I was born. The Lord visited me. I gave my life to Jesus in 1914. Bwana asifiwe. Mungu alinitembelea nikatoa maisha yangu kwa Mungu mwaka 1997. And if you try to look at the seasons and you talked about season from season 1 up to where they are, what have you done from 1914 up to now for God? Is there any fruit? Can you have an evidence of what you're talking about? There was nothing. Na licha hayo majigambo ya kuokoka miaka mingi sana, ukiwauliza ni nini ambacho umetenda kwa nyumba ya Mungu, tunaweza kuona unapata hakuna. Listen to me. Hebu nisikize. When you allow the Holy Spirit to give you the moment of transformation, Ukiruhusu Roho Mtakatifu akupatie wakati wa mabadiliko, you'll be fruitful. utakuwa mtu wa kuzaa matunda. You will be fruitful. Utazaa matunda. Can I say that again? Naweza kurudia tena. You will be fruitful. Utazaa matunda. Living a transformed life. Kuishi maisha ya kubadilika. Paul says our life must be presented, committed to God. Akuwa maisha yetu lazima yawe kujitolea kwa Mungu. Because this is a reasonable service. Kwa maana hii ndio ibada ambayo inakubadilika.
Is it reasonable Ni ya kukubalika kweli or it's not reasonable? ama si ya kukubalika? Looking at the word conform, verse number 2. Ukiangalia kifungu cha pili, He says, and do not be conformed to the world, to this world. wala msifuatilishe namna ya dunia hii. In other words, he says, you should not follow after the standards of this world. Kwa maneno mengine anasema usifuate viwango vya dunia hii. You should not just accept anything around you. Usikubali tu kila kitu ambacho kiko karibu na wewe. Don't just allow the world around you to squeeze you to nothing. Usiruhusu dunia ambayo imekuzunguka ikufinyilie kwa kitu ambacho kina maana. I'm talking to people not here but all over the world. I'm talking to people that when you're having a party in the end of the year and your pastor is not seeing you and you have some alcohol and you have some wines, now you decide because the pastor is not seeing me, I can take a little more. Ninanena na watu ambao wanasikiza ulimwenguni kote ambapo unapofanya karamu, mahali haonekana mchungaji wako unasema kwa watanionja kidogo Because my pastor is not seeing me. kwa maana mchungaji wangu anioni. Don't allow the world to squeeze you to nothing. Usiruhusu dunia ikufinyilie kwa kitu ambacho kina maana. Can somebody shout amen? Mtu asema amina. Don't allow the world to squeeze you to nothing. Usiruhusu dunia ikufinyilie kwa kitu ambacho kina maana. Because there is a reward to them. Kwa maana kunayo thawabu kwa ajili yao. It is not really good, child of God, Si vizuri mwana wa Mungu just to practice things that you know that according to the word of God, it is not the way to go. kufanya vitu ambavyo unajua ya kuwa kulingana na neno la Mungu sio njia ya kufuata. I am still on verse number 2. Bado niko kwa kifungu cha pili. He says, and do not be conformed to this world, Msibadilishwe kwa namna za dunia hii, but be transformed by the renewing of your mind, bali mkageuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. mupate hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Why is it wrong to love the world? Ni kwa nini ni vibaya kuupenda ulimwengu? Why Ni kwa nini is it wrong to want to love the world? kuupenda ulimwengu? It's because as Apostle John writes in 1 John chapter number 2 verse 15. Na ni vile tu mtume Yohana anaandika katika Yohana wa kwanza, He says, do not love the world mlango wa pili kifungu cha 15 ya kuwa usiupende ulimwengu or anything in the world. wala chochote ndani ya ulimwengu, Because if anyone loves the world, kwa kuwa yeyote akiupenda ulimwengu, the love of the Father is not in him. upendo wa Baba hauko ndani yake. If you love the world, Kama unaupenda ulimwengu, the love of God is not in you. upendo wa Baba hauko ndani yako. If you love to obey into the system of this world, Ukipenda ile njia za ulimwengu huu, the love of God is not in you. upendo wa Mungu hauko ndani yako. How do I know that someone is not transformed? Nitajuaje kuwa mtu hajabadilika? How do I know that this and this and this and that is not transformed? Kuwa hiki na kile hakijabadilika. It's when you allow the world to squeeze you. Unapokubali dunia iweze kukufinyilia. Allow the world to squeeze you. Kuruhusu dunia kukufinyilia. And listen to me, child of God. Hebu nisikize mwana wa Mungu. Someone that is not transformed, Mtu ambaye hajabadilika they are always discouraged. ni wa kuvunja moyo. Can I speak? Naweza kunena. Someone that is not transformed, Mtu ambaye hajabadilika they are always discouraged all times. kila wakati wanavunjika moyo tu. Something very small, they are discouraged. Kitu kidogo tu wanakata When tamaa. a fly passes by, they are discouraged. Hizi kipita wanakata tamaa. When as a fly, just as a fly, Kaizi tu they are discouraged. wanavunjika moyo. You know, they have all
always unbelief spirits. Wako tu na roho ya kutoamini ndani yao. They're always worried. Kila wakati wako na shaka. And someone that is not transformed, Na mtu yule hajabadilika, there are people who live always in jealousy. kuna watu ambao wanaishi tu kila wakati kwa wivu. If you are not transformed, you live always in jealousy. Kila wakati uko na wivu. And if you're a child of God and you still live in jealousy, Na kama ni mwana wa Mungu na bado uko na wivu, maybe you have another God. yaweza kuwa uko na Mungu mwingine. Why do you feel kiwaruwaru Ni kwa when nini? somebody is being blessed? Ni kwa nini haulali wakati wengine wanabarikiwa? Thank you. Why do you feel kindengunde when you see somebody walking in the favor of God? Ni kwa nini unanguruma usiku wote unapoona watu wanatembea kwa kibali cha Mungu? Why do you feel ish when somebody has been lifted by God to another level? Ni kwa nini wewe unatembea ukiukauka watu wakinuliwa na Mungu? And that is why the jealousy spirit in you Na ndio sababu roho ya wivu ndani yako is the evidence that you are not transformed. ni thibitisho kuwa hujabadilika. Because when Pastor Milan is blessed Kwa maana mfungaji Milana akibarikiwa with a limousine, na gari lile kubwa Prado, I will join you to celebrate. ni vizuri utaunganika na mimi Because I am kushangilia. happy for you. Kwa maana na furaha kwa ajili yako. But when you have a lot of jealousy in you, Lakini kama una wivu ndani yako mwingi, that's why people are blessed and you keep on staying there and you are wondering, why me? na ndio sababu wakibarikiwa unaendelea kuuliza ni kwa nini mimi? 45 years you are still doing a window shopping out there. Miaka 45 lakini bado unatembea kwa maduka ukiangalia vitu huko. Hii ni chukua ya bana. Eh. How much? You know. 5,000. Haungefanya 1,500. Hii ni pesa ngapi? 2K. Then you say, hapana. It's not my season. Wanasema ati sio majira yangu. Whose season is that? Ni majira ya nani? It is just because you are not transformed. Ni kwa sababu haujabadilika. You cannot be in Jesus and then you are not transformed. Hauwezi kuwa na wivu na ukabadilika. That is why, Pastor Miller, we have these people. Na ndio sababu tuko na hao watu. They have prayed and nothing is happening. Wameomba na kitu You kitendeki. know that song people sing in Western? You know that song? Yeah. Nilitembea, will you know? Nilitembea na dunia nisikupata rafiki. Rafiki yangu yuko mbinguni. Rafiki yangu yuko mbinguni. Walienda wapi? Umeshindwa kazi ya usafi. Hallelujah. Hallelujah. Jealousy is bad. Wewe ni mbaya. Nilitembea kwenye dunia nisikupata na mume wangu yuko. Mume hayuko mbinguni, wacha ujinga. Abantu wanahisi na mwingine kama Penda Yesu, kama utakatifu, jamaa yako atakuja kwa wakati wake mzuri. amen. Hizi vitu za kutuambia ati mume wangu na bibi yangu, bibi yangu. Tanto neighbor tell them, Mwambie walieshi anyway. Walieshi. Praise the Lord. amen. Take this to the bank anywhere. Ipeleke mahali popote hii. Can I talk to somebody here? Naweza kunena mtu hapa. Wacha wivu. Kama umeokoka, kaa ndani ya Yesu. Amen. Mtu akibarikiwa, sherekea. Ukisherekea, muda wako unafika. Amen. Mungu atakubariki. Naelewa? Mtu akiinuliwa, jua mwenzako ameinuliwa. Wacha kukaa na kiwaruwaru. Wacha wivu. Jealousy is bad. Wivu ni mbaya. When you're poor in prayer, Kama wewe ni hauko mzuri kwa maombi, poor in prayer,
hauko vizuri kwa maombi. It is an evidence that you are not transformed. Ni ishara ya kuwa wewe hujabadilika. When you don't have love for God and love for others, Kama hauna upendo kwa Mungu na upendo kwa wengine, it is an evidence that you are not transformed. ni ishara ya kuwa hujabadilika. When you are full of gossip, Kama umejaa masengenyo, sema gossip. sema masengenyo. Unasengenya mpaka unalala kwa sofa set. Thank you. Tupigie makofi. When you are full of gossip, Kama umejaa masengenyo, it is the evidence that you are not transformed. ni ishara ya kuwa haujabadilika. You are not transformed. Haujabadilika. Turn to neighbor, tell your neighbor, our brother apostle is speaking to us today. Hebu geukia na mwenzako ambao umekaa karibu naye hapo nyumbani, ya kuwa mtuma na neno na sisi leo. And if you know that you have joined the gossip industry, Na shut up your mouth. umeingia katika kampuni ya wasengenyaji, funga kinywa chako. Like this, zip up. Nenda kwa ufundi wa cherehani afshoni. Okwanjo mwenwa kwabo nalikuwa. Inelo nyasaye unyola na abone nifana huyo. When a man of God looks so good by the grace of God, you gossip. Wakati unapoona mtu wa Mungu anakaa vizuri kwa neema ya Mungu, masengenyo. When you give your tithe and offering, pesa yetu. Ukitoa sadaka lako na fungu la 10, hata kama umetoa shilingi 10, hata pesa yetu. When you know very well you are accompanied the demonic spirits when you're coming in the house of God, and now you go home and you say the church today was not on fire. Why are you on fire? Unajua tu vizuri, ulikutana tu na vipepo kwa njia, ukikuja kwa nyumba ya Mungu, alafu unakaa kwa kanisa unasema leo kanisa lilikuwa kwa moto. Why are you on fire yourself? Kwani wewe ulikuwa kwa baridi? Or you are on fire of gossip? Ama ulikuwa kwa moto wa masengenyo? Stop gossip. Wacha masengenyo And live a transformed life. na uishi maisha ya kubadilika. Zip up your mouth Funga mdomo wako and see what God will do. na uone kile ambacho Mungu atafanya. There are 7 things the Bible says that God hates. Kuna mambo 7 ambayo Biblia inasema Mungu anachukia. In Proverbs chapter number 6, verse number 19, verse 16 and 19. Katika Mithali mlango wa 6 kuanzia kifungu cha 16 hadi 19. Number 1 thing, Ya kwanza, God hates arrogant eyes. Mungu anachukia macho mabaya. If you know that you're born again Ukijua umeokoka and your eyes are arrogant, na macho yako ni macho ya ujeuri, you know arrogant eyes? yanakaa, unajua vile yanakaa. When you're told something, Ukiambiwa jambo, can I just allow the grace of God to move? When you are told something, ukiambiwa jambo, you are told something, unaambiwa jambo, and you look at the person telling you na unaambia mtu anakuambia with an arrogant eyes, na macho mabaya, like, what are you telling me? mboraka sinema. What are you telling me? Mboraka sinema. Listen, God hates that. Mungu anachukia hilo. God hates that. Mungu anachukia. When God puts a leader somewhere, when God puts a leader, Mungu akiweka ida mahali, kiongozi. when God puts a leader somewhere, Mungu akiweka kiongozi mahali, either in the family, kwa familia, either in the nation, kwa taifa, either in your community, hata kwa jamii yenu, whichever place, mahali popote, when God puts a leader, Mungu akiweka kiongozi, respect that leader. mheshimu huyo kiongozi. Stop looking at that leader with an arrogant eyes, Wacha kumwangalia na macho ya ujeuri, because you never called that leader. kwa maana wewe sio uliyemwita. God called that leader. Mungu alimwita huyo kiongozi. God called that leader. Mungu alimwita huyo kiongozi. An arrogant eye Macho ya ukiburi is an eye that looks at people with a pride, ni macho yanaangalia watu wakiwa na kiburi. looking down upon others. Unaangalia watu na madharau. Even if you have money, Hata kama una pesa and I don't have money today, na sina pesa leo, God, the same God who
uongo. God has a lying tongue. Mdomo wa uongo. All the time you are lying. Kila wakati wewe ni mwongo na Bwana. Your life has become an instrument of lies. Yaani maisha yako yamekuwa silaha ya uongo. You can lie over something. Unaweza kudanganya kuhusu jambo. You can tell somebody something. Unaweza kuambia mtu, You fake it yaani unatengeneza maneno yako. until it looks like it is okay, it is true. Unatengeneza mpaka inaonekana ya kuwa ni ya ukweli. Listen to me, child of God. Wacha nisikize Bwana wa Mungu. God hates lying tongue. Mungu anachukia mdomo ambao ni wa uongo. There are people who come in the house of God Kuna watu wanakuja kwa nyumba ya Mungu with a lying tongue. na kinywa cha uongo. You can lie to me, Unaweza kudanganya, but you cannot lie to God. lakini huwezi ukadanganya Mungu. You can lie to your pastor, Unaweza kudanganya but mchungaji you wako, cannot lie to God. lakini huwezi kudanganya Mungu. You can lie to your leader, Unaweza kudanganya but kiongozi you wako, cannot lie to God. lakini huwezi kudanganya Mungu. Come out of the lying tongue Wacha hiyo kinywa cha uongo and begin to please God. na uanze kumpendeza Mungu, Because a lying tongue kwa maana kinywa cha will uongo speak false things. utanena mambo ya uongo And it looks like it is okay. na itaonekana kuwa ni ya ukweli. Listen to me. Nisikize, If you have been in that industry of lying, kama uko katika kampuni ya uongo this afternoon, jioni ya leo, under the apostolic grace, chini ya neema ya utume, I declare ninaamrisha that ministry hiyo huduma of lying ya uongo and gossip na masengenyo and backbiting na kudungadunga wengine and causing discord in the house of God. na kunenanena katika nyumba ya Mungu Young people knows you. na watu wanakujua. Uliza mwenzako unajulikana aje? Watu wanakujua vipi? Wewe unajulikana, ongea na mwenzako ama utoke nje wewe. Abantu bakumanya batie. Wewe unajulikana aje? Abantu bakumanya batie. I don't want to come here, man of God, with a message, God bless you. I see the power, I see the anointing, and I am messing up with you. I want to help you see heaven. Sitaki kuja na ujumbe kwa Mungu kubariki, Mungu anakubariki ukanunua makontena kutoka China na unaharibu injili. Watu wangapi umetoka kwa kanisa kwa sababu umedanganya? Sema Bwana Yesu nisamehe. Bwana Yesu nisamehe. Yaani umefanya ukaipika, hata ukaita wajamaa ukakaa chini vikao, siku hiyo ukanunua chai na mandazi, ukaongea na mtu akasikia, ai, imeuma chwa, imeenda. Then you are here clapping your hands. Shout amen. Amen. That is number 2 thing that God hates. Hilo ni jambo la pili ambalo Mungu A anachukia. lying tongue. Mdomo wa uongo. It's not good. Sio vizuri. Because that brings discord. Hiyo haileti furaha. And there is no truth about it. Na haina ukweli ndani The yake. Bible says you shall know the truth. Biblia inasema utajua ukweli And the truth shall set you free. na ukweli utakuweka huru. Let all men be liars. Wengi wanaweza kuwa waongo, But let God be true by his word. lakini wacha Mungu awe ukweli kwa Point neno lake. number 3. Ya tatu, God hates hands that shed innocent blood. Mungu anachukia mikono ambayo inatoa damu ambayo haina hatia. This Inamwaga damu haina hatia. that innocent blood refers to cold-blooded murders that we see in the entire world today, and especially in Kenya. Na damu ambayo haina hatia inamaanisha ile damu ambayo ni ya baridi ambayo tunaona duniani na People hapa. are killing each other today. Watu wanauana kila siku leo. Why? Kwa nini? Because there is no love. Kwa maana hakuna upendo. God hates hands that is shedding blood. Mungu anachukia mikono ambayo The ina Bible damu the Bible ambayo says in Matthew chapter number 5, verse number 21 and 24. Biblia inasema katika Mathayo mlango wa 5 kifungu cha 21 hadi It 24. says, "You shall not kill, and whoever that kills shall be in danger of Usiue, judgment." usiue. Na yule ambaye anaua atakuwa kwa hatari
ya hukumu. Why be in danger? Kwa nini uwe kwa hatari? Point number 4. Ya 4, God hates Mungu anachukia a heart that devises wicked schemes. moyo unaopanga mambo ya uovu. God hates Mungu anachukia a heart that devises wicked schemes. moyo ambao unapanga mambo ya uovu. Number 5. Ya 5, God hates Mungu anachukia feet that are quick to rush into evil. miguu ambayo iko haraka kuingia katika uovu. You are so fast in running in the wicked ways. Uko haraka kukimbilia mambo ya uovu. If you want to live a transformed life, Ukitaka kuishi maisha ya kubadilika, quit running in the wicked ways. wacha kukimbilia vitu vya uovu. Wacha kupea miguu zako kazi bure, kwa sababu utajipata kwenye hatari. Can somebody say amen? Amen. Number 6, Ya 6, false witness washuhuda wa uongo who pours out lies. ambao wanatoa uongo. If you know that you know when God is doing a spiritual evaluation that you're found with these things, then just know that you need to go through the process of transformation in your life. Ya kama unapitia mambo kama hayo, jua kuwa unafahamu uende kwa njia za mabadiliko maishani mwako. And lastly, it says, a person who stirs up conflict in the community. Mtu ambaye anafanya watu wanachukiana katika jamii. If you stirs up conflict in the community and you bring discord, Unaleta watu wanachukiana katika jamii. listen, Nisikize. you bring division all the time. Unaleta mgawanyiko kila wakati. At home there is a division. Nyumbani kuna mgawanyiko. In the house of God there is a division. Kwa nyumba ya Mungu kuna mgawanyiko. At work there is a division. Kazini kuna mgawanyiko. Where things have gone wrong, your name is mentioned. Mahali kuna watu wamekosana mpaka utajwe. Listen to me, child of God. Nisikize mwana wa Mungu. God wants you to live a transformed life. Mungu anataka uishi maisha ya kubadilika. It is possible Na inawezekana. that you can overcome that. What are the characters Ni tabia gani of a person who has been transformed totally? ambaye amebadilika kabisa? Number 1, they live a surrendered life. Wanaishi maisha ya kujitolea. They love with a sincere love. Wanapenda na upendo wa ukweli. They seek after righteousness. Wanatafuta haki. Because that is the evidence of somebody that has been transformed by God. Kwa maana hiyo ni ishara ya mtu ambaye amebadilika na Mungu. Evidence of a transformed person. Na ni watu, ni ishara ya mtu ambaye amebadilika. They have the fruit of the Holy Spirit. Wako na matunda ya Roho Mtakatifu. There are people today, even they don't know the fruits of the Holy Spirit. Kuna watu leo hawajui matunda ya Roho Mtakatifu. Just to remind you the fruits of the Holy Spirit. Wewe ndio kukumbusha matunda ya Roho Mtakatifu. Joy, Furaha, peace, amani, long suffering, kindness, goodness. uzuri. That is the fruits of the Holy Spirit. Hiyo ndio matunda ya Roho Mtakatifu. That's the evidence of you. Hiyo ndio ishara ya wewe, Showing that you are a transformed person. kuonyesha kuwa wewe ni mtu ambaye Gentleness, upole, self-control. uko na self control. Bishop, there are people I know. Kuna watu najua askofu, They are not in this church. hawako kwa hili kanisa. When they are in church, they are good. Wakiwa kanisani ni wazuri, But where they stay, lakini kule wanaishi, wait until the water is not in the plot. ngojea kama hakuna maji kwa ploti, And everybody wants water. na kila mmoja anataka maji, And now somebody comes to take water before you. na mtu mwingine anamtangulia kwenda kuchota maji. Ewe, Nitaweka chini wokovu, nitakuliva mangoto. Hapana kunichezea tu, nimeokoka. Taweka hiyo wokovu chini, nitakuchapa. Evidence of a transformed person. ishara ya mtu ambaye amebadilika Self-control. ni mtu ambaye ako na upole, yani anaweza kujizuia. The evidence of a transformed person, Ishara ya mtu ambaye amebadilika, pain does not distract them from their purpose. uchungu hauwezi kuondoa kutoka kwa makusudi yao. If you are transformed, pain will
from the purpose. Uchungu hautakutoa kwa yale makusudi. The evidence of a transformed person, Ishara ya mtu ambaye amebadilika, the level of discernment and wisdom is increased. njia ya kutambua vitu na Your level hekima, of discernment and wisdom is increased. na hekima imeongezeka. And when you know that you have been changed and transformed by God, Na ukijua kuwa umebadilika na Mungu, you will always realize that there is a great purpose in you. utajua kuwa kuna makusudi makuu ndani yako. And people on purpose, Papa, Na watu ambao kuna makusudi they don't read the old news, hawasomi habari za kitambo, newspapers. yaani habari za kitambo. Oyondo mundi asomo belewe ne. Hada bolulu sopo lelo bolu kambiyanga yi. Alibe master's degree. Bola master's degree. Ako na master's degree, Lakini shanya no kusoma the things of now to prepare for tomorrow hakuna. na hawezi kusoma mambo ya saa hii atengeneza kwa ajili ya kesho. When you see him reading the newspaper, it is for yesterday. Ukiona kusoma gazeti na jana, And everything to that person is yesterday. na kila kitu ni cha jana. And do you know that your yesterday will always accuse your future? Na unajua ya jana itaweza hukumu yanayokuja, And you cannot recognize who is standing before you. na hauwezi kutambua yule ambaye amekaa karibu na wewe, Just because you don't honor. kwa maana uheshimu. You cannot recognize who is standing before you. Hauwezi ukatambua ni nani amesimama karibu na yeye. I have a question as I finish. Ninalo swali napomaliza. Do we honor people based on what? Based on God's choice or election? Or we honor those that we are comfortable with? Je, tunaheshimu watu kulingana na chaguo la Mungu, ama tunaheshimu watu kulingana na vile tunavyokuwa na uhusiano nao? Are you honoring God as you serve Him based on who He is? Based on how much you love Him? Or you are honoring God? Or you are coming to the house of God because so and so is the one doing 1, 2, 3 in the house of Je, God? unamheshimu Mungu jinsi alivyo, ama unakuja kanisani kwa sababu fulani na fulani wanafanya jambo fulani? Listen to me. Nisikize. God wants us to live a transformed life. Mungu anataka tuishi maisha ya kubadilika. Honor is placing the right value on someone. Heshima inaweka value fulani kwa mtu. For example, if we all honor this man, Kwa mfano, kama tunamheshimu mtu huyu, we will place value on him. tutaweka dhamana juu yake. If we all honor our mama, Tukiheshimu mama yetu, we place value on her. tutaweka dhamana juu yake. If I honor my wife, Nikiheshimu mke wangu, I will place value on her. nitaweka dhamana juu If yake. you honor your spiritual father, Ukiheshimu baba yako wa kiroho, you will place value on him. utaweka dhamana juu No yake. negotiation. Hakuna kunegotiate. The Bible says, children, honor your father Biblia inasema watoto mheshimu baba yenu and mother. na mama yenu. God expects us to honor our parents, Mungu anatarajia tuheshimu wazazi wetu, both spiritual and biological. wote wa kiroho na wale ambao wametuzaa. Because honoring our parents Kwa maana kuheshimu wazazi wetu is a lifelong attitude ni tabia ambayo tutaishi nayo in a transformed mind. kwa njia, kwa akili ambayo imebadilika. Karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu, karibu mwami, karibu Mungoyo kwanje, karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu mwami, karibu baba Mungoyo kwanje,
karibu mwami, umwoyo kwange